Bila shaka neno mchawi sio geni masikioni mwako. Tumeshasikia sana watu wakisema fulani mchawi, au kwenye nyumba yangu kuna wachawi, au nimetembelewa na wachawi, vitu kama hivyo. Sio vigeni masikioni mwa watu. Sasa mchawi ni nani? Mchawi ni mtu ambaye anatumia nguvu zisizo za kawaida au nguvu za giza ili kuleta matokeo hasi. Matokeo hasi maana yake ni matokeo mabaya. Hakuna uchawi unaoleta matokeo mazuri. Na hii ndiyo sababu inayowafanya watu wengi wachukie uchawi. Kwa sababu uchawi obvious huwa hauna matokeo mazuri, ni matokeo mabaya. Sasa leo sitataka kuudadavua zaidi huu uchawi, ila nataka nimzungumzie huyu mchawi. Utaweza kumtambua vipi kwa macho yako ya kawaida, yani bila kutumia jitihada zile zozote za ziada. Zipo dalili ambazo mtu yoyote yule akizizingatia ataweza kubaini kwamba huyu mtu ni mchawi au la. Kwa hiyo naamini video hii itakwenda kukufanya uwe makini zaidi na watu wanaokuzunguka. Haijalishi una uhusiano nao wa kiasi gani. Inaweza ikawa ni rafiki yako wa karibu sana, ndugu yako au hata mzazi wako. Kwa hiyo kuwa makini sana kufuatilia video hii ili uweze kuzielewa dalili hizi. Na kuomba tu unisapoti kwa kulike video hii na kusubscribe channel hii kama ndio mara yako ya kwanza. Karibu sana. Dalili ya kwanza ya mtu mchawi, huwa anafurahi pale anapokuona upo katika hali mbaya. Hebu tafakari kitu hiki. Katika maisha yako, ulishawahi kuona mtu wako wa karibu yoyote ule ukipatwa tu na tatizo au akisikia tu na tatizo, basi anaonekana anaguswa sana na tatizo lako. Yani anajisogeza zaidi karibu na wewe kuliko ambavyo ulikuwa huna matatizo. Yani anajifanya kama vile yeye ndio mtu anayekuonea huruma zaidi katika hayo matatizo yako. Wakati ukiangalia katika hali nyingine za kawaida na za furaha, anakuwa mbali kabisa na wewe na wala anaonekana haguswi na hizo situations zako. Lakini akisikia tu umepata shida fulani, basi anajisogeza, atakutafuta, atakupeleleza, atajifanya anakufariji. Hiyo sio dalili nzuri. Naomba nisikilize. Sio kitu kizuri sana kupendwa na mtu ghafla pale unapopatwa na matatizo. Kama ni rafiki ambaye anakupenda kweli, basi anatakiwa awe na wewe katika nyakati zote. Nyakati za kawaida, za furaha, pamoja na za huzuni. Lakini mtu ambaye anajisogeza kwako pale ambapo umepatwa na matatizo tu, huyo mtu muangalie sana kwa jicho la pili. Inawezekana sio mtu wa kawaida katika maisha yako, na kubwa zaidi inawezekana huyo mtu ni mchawi. Kujisogeza kwako wakati wa matatizo, hiyo ni ishara ya kwamba anafurahia kile unachokipitia. Lakini anapokuwa mbali na wewe wakati unapokuwa una furaha, maana yake hataki kuyaona yale unayoyapata. Kwa hiyo be careful sana na mtu wa staili hiyo. Dalili nyingine, hawezi kuhifadhi au kutunza siri zako. Hii inaweza ikawa ni kitu ambacho watu wengi wamekizoea na wanakichukulia poa. Yani wanaona kama ni moja kati ya udhaifu wa watu fulani. Lakini suala hili linapokuwa too much kwa mtu fulani, hebu anza kutilia mashaka. Mchawi huwa hawezi kukutunzia siri yako hata siku moja. Na jambo baya zaidi, mchawi huwa anaenda kuwaambia wale watu ambao wana madhara kwako. Yani atakwenda kupeleka siri zako sehemu ambazo wewe zitakuletea madhara makubwa sana, aidha kufukuzwa kazi, kufukuzwa shule, au kuachika na mume wako. Yani mchawi yeye hajali hilo. Kwa hiyo kuwa makini sana na huyo rafiki yako au mtu wako yoyote yule wa karibu ambaye hawezi kuhifadhi siri zako. Dalili nyingine, watoto huwa wanawaogopa. Hivi ushawahi kuona mtu amekuja alafu anamshika mtoto wako, ghafla yule mtoto anaanza kulia sana au anamkimbia, anamuogopa? Sasa hebu nisikilize kwa makini sana hapa. Kwa sababu ya dhambi, watu wazima wengi huwa hawawezi kuona vitu ambavyo watoto wanaviona. Watoto huwa
wanaitwa watakatifu katika Biblia kwa sababu hawajui lililo jema au baya. Kwa hiyo basi, kwa sababu ya kiwango cha utakatifu kwa watoto, huwa wanaweza kuhisi uovu au kuwajua wachawi. Amini usiamini, wewe kama mtu mzima, Mungu akisema akufungue macho yako ili uweze kuona kile watoto wanaona, yaani utachagua uwe kipofu. Watoto huwa wanaona mambo mengi sana. Sasa hebu turudi kwenye pointi. Nimesema watoto huwa wanawaogopa wachawi. Unaweza ukajiuliza ni kwa nini wanawaogopa? Wachawi kwa kawaida wao wenyewe huwa wanajua kwamba wanaonekana na watoto wadogo. Kwa hiyo huwa wanajaribu kuwatisha ili kuvuruga tahadhari ya mtoto kwao. Yaani wanawafanyia vituko ili wale watoto wasiweke attention sana kwao. Sasa hiyo itamfanya mtoto kulia kwa sababu ya hofu. Kama uliwahi kuona kitu kama hicho, hivyo ndivyo inavyokuwa. Huyo mtu aliyekutana na mtoto wako inawezekana ni mchawi. Na mara zote wanavyofanya vituko hivyo vya kuwatisha watoto, wewe mtu mzima unakuwa huoni. Unaona tu mtu yupo kawaida, lakini kumbe katika ulimwengu mwingine mtoto wako anaona vitu vya ajabu sana. Kwa hiyo unapoona suala kama hilo usichukulie poa au ukapuuzia. Huyo mtu inawezekana ni mchawi. Dalili nyingine, huwa wanapenda sana kuwatisha watu wengine. Yaani unaweza kukuta amegombana na mtu au mtu amemkosea alafu anamwambia, "Subiri wewe, nitakufanya kitu kibaya sana. Utaamini katika maisha yako." Sasa watu kama hao huwa hawaongei bure. Huwa kuna baadhi ya vitu vya ziada wanavifanya nyuma ya pazia. Mtu mchawi huwa anapenda sana kutoa vitisho pale anapokorofishana na mtu. Ukikutana na mtu wa staili hiyo, muangalie kwa makini sana. Inawezekana ni mchawi. Dalili nyingine ya mtu mchawi huwa anatumia nyuso za watu wengine katika kushambulia au kufanya uovu. Anaweza akatumia uso wa rafiki yako au nyuso zinazohusiana na watu katika familia yako. Na ndio maana inatakiwa uwe makini sana unapomwona mtu fulani katika ndoto. Unaweza ukamwona ndugu yako wa karibu kabisa anakufanyia kitu kibaya, halafu wewe ukaibeba ndoto kama ilivyo ukasema fulani anataka kunifanyia kitu kibaya. Lakini kumbe ni ule mchawi ameamua kutumia nyuso ya mtu mwingine wa karibu yako ili usiweze kumgundua. Sasa katika hali kama hizi inatakiwa uombe ili uweze kuoneshwa hiyo ndoto maana yake ni nini. Daima wachawi huwa wanaogopa maombi. Wanapoguswa tu na maombi yako, basi utaona taratibu wanaanza kujidhihirisha. Sasa wewe usizungumze wala usiende kumhoji. Endelea na maombi yako mpaka mwisho wa siku atakiri mbele yako. Dalili nyingine, mchawi huwa hakiri kosa lake au kuomba msamaha. Hii ni dalili kubwa sana. Siku zote mchawi huwa hakubali kukiri kwamba amekosea kitu fulani au kumwomba mtu fulani msamaha. Yaani siku zote anakuwa anahifadhi vinyongo na kutaka visasi na vita na mtu fulani. Na kama ukimshutumu kwamba amekukosea kitu fulani, basi lazima aanzishe vita na wewe. Hata kama inaonekana wazi wazi kwamba kosa amelifanya yeye, ni lazima atahakikisha anafanya vita na wewe na lazima akuumize. Sasa watu kama hawa kuwa nao makini sana. Ni wabaya mno katika maisha yako. Dalili nyingine, mchawi huwa anajitoa sana katika matatizo kuliko nyakati za furaha. Hivi ulishawahi kuona mtu katika harusi au sherehe yoyote ile hachangii wala hahudhurii? Yaani yeye always nyakati za furaha huwa anakuwa na udhuru. Labda naumwa, sijui nimefiwa, na matatizo, sina hela. Lakini akisikia tu umefiwa, yeye ndo wa kwanza kutoa mchango na kufika msibani. Akisikia tu umefukuzwa kazi, yeye ndo wa kwanza kufika nyumbani kwako na kujifanya anakusaidia na kufariji. Hao ni wachawi. Yaani wachawi huwa wanashangaza sana. Wanapenda sana kusapoti mambo ambayo ni mabaya. Misiba, sijui vitu vyote vile vya huzuni, wao ndo huwa wanapenda kusapoti. Na ndo huwa wanakuwa na pesa nyingi sana katika mambo hayo.
lakini kwenye nyakati za furaha nini, wao huwa hawapo available kabisa, na huwa hawapendi kabisa swala kama hilo. Na ndio maana unakuta kuna watu wanasema marafiki wengi ni wanafiki, au marafiki wengi hawana upendo, wana upendo wa kinafiki, lakini asilimia kubwa huwa ni wachawi. Dalili nyingine ya mtu mchawi, unapolitaja jina la Mungu kwa sauti ya chini, huwa wanaogopa. Na ukiwauliza kwa nini wanaogopa, watakwambia usilite jina hilo. Hiyo ni ishara mojawapo ya kwamba mtu uliye naye hapo ni mchawi au hana nia nzuri na wewe. Unapokuwa na rafiki ambaye ana dalili hizi ambazo nimezitaja, hebu jitahidi kujiepusha naye. Unaweza ukawa na mashaka kwamba huyu rafiki yangu inakuwaje awe mchawi, mbona sijawahi kumuona ajishughulishe na mambo ya kishirikina. Ngoja nikwambie, uchawi huwa unaanzia katika kitu kidogo tu. Mtu anaweza akawa ana chuki na wewe au ana wivu na wewe kupitiliza. Sasa ile nguvu iliyopo ndani mwake ya chuki na wivu inaweza kumpelekea kujiingiza katika mambo ya kichawi ili aweze kukuangamiza. Kwa hiyo usishangae mtu ambaye hukuwahi kumdhania kabisa akawa anakuendea kwa waganga ili wewe mambo yako yaharibike au ili ndoa yako isiwe na amani. Yaani ni kwa sababu tu ya ule wivu unaomtafuna ndani kwa ndani. Na pia ni kushauri tu ili uweze kupunguza watu wa aina hiyo katika maisha yako, kwa sababu huwa hawakosekani. Jitahidi usiwe unaweka hadharani mambo yako yote. Kuna baadhi ya mambo hutakiwi kuambia watu. Sasa unapozidi kutangaza zaidi kwa watu mafanikio yako, mambo yako unayoyafanya, unazidi kuongeza idadi ya wachawi katika maisha yako. Kwa hiyo jaribu kuchuja. Kuna baadhi ya mambo hutakiwi kabisa kumwambia hata ndugu yako, yaani baki kuwa ni siri yako. Naamini mpaka hapo utakuwa umejifunza mengi sana. Nikusisitize tu usisahau kulike video hii na kusubscribe channel hii ili uwe unaendelea kupata mambo mengi zaidi kutoka hapa IPM Media.